hiyo za kuzile wewe hii hapa ndio tunapakia kwa na chiadera. Ni mzuri apake na tangazie. Lakini fasting ukipigwa teke hapa wewe na fasting. Fasting hatuendagi sababu ya micheko. Mimi wakati niko fasting naendaga sababu najua kenye napitia, kenye najionea. Sasa ninaenda maombi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ninaenda kumuita Yesu, ninaenda kumulilia kwa itabu yetu, sababu ya kanisa, sababu ya boma. Haleluya. Bwana asifiwe. Sijui tuulize yule kama anaitananga, muulize yule unaitananga wewe. Haleluya. Unaenda kwa msitu mahali unaitana mpaka kikohozi inaanza kujitoa ile mashine unapitia. Mtu wa Mungu, ukienda fasting, ukuta ukiomba kuna kikohozi inatoka ndani yako. Kuna kikohozi inatoka na huko na homa. Inaanza kujitoa yenyewe. Uelewe ya kwamba wewe uko katika level ambayo ni ajabu sana. Wakati utakuta unaenda fasting na haunihitaji tena sana hapa. Unajua watu wengi ni wale wanahitaji mchungaji, wanahitaji reverend wao. Wakienda fasting rohoni kama hazina uwezo wa kujifanya deliverance. So wanahitaji hapa kuandaliwa deliverance kila sana dakika. Na ukiona hapa mtu anafanywa deliverance mara 10 mfululizo, deliverance ya kukasirika hapo hapa, deliverance ya kuyukiro wako hapa, deliverance ya wivu wako hapa, deliverance hizo wako hapa, huo mtu si mzuri. Hai. Kila tukidhana nani akasirika sana kuja hapa for deliverance na anaanguka chini, anapiga du. Tena tukimaliza mwezi huu tena, wewe ndio kila adhimu na dhafuria. Wewe ndio ukigitosheka kwa. Ndulini unaona kama wewe waikatirwo kwa mosaharagira hali. Lazima wakati mwingine pepo hiyo ndoke kwako na ile kabi. Bwana asifiwe. Haleluya. Pero ni baitanaka sana, itanaka. Haleluya. Mukija hapa Thursday, tafadhali kanisa ukikuta imefunguliwa, usikae tu chini na kuanza kuangalia madirisha. Anza maombi mara moja. Haleluya. Anza kuitana, njoo kumbuka mimi leo, patana na mimi leo. Haleluya. Ukija ushirika huo wa Tuesday hapa saa 8, mlango ukifunguliwa, ukiingia ndani jitakaze pale. Ingia kwa maombi, openji, opea nini? Wengine wakifika tena mnaanzia ibada inaendelea kama venye inahitajika kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka yenye wako chiani wakija wanakuja kanisani wanapata Mungu pia. Bwana Yesu asifiwe. Alipaza sauti sana, naye aliposikia kwamba ni Yesu mwana wa Nazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu nirehemu. Na wengi wakamkemea. Wengi wakafanya nini? Wengi wakamkemea ili anyamaze na wanyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Na hapa ndipo shida inakuanga. Ndio sababu umesikia leo nimetuongelesha hapa ya mtu fulani na ni aina ya pastor. Bwana asifiwe. Wakati Jehova amekaribia maishani mwako, wakati kuna baraka iko njiani, wakati kuna mambo mapya Jehova anataka kuyatenda katika maisha, ndio vurugu huwa inatokea. Ndio kuokewa kunatokeaga. Mbali nasema alipoamua kuitana na kuita Yesu mwenyewe. Mbali nasema watu wakatokea, mara ikatokea ikamwambia nyama. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nyamaza. Wewe nyamaza. Usiende hiyo chaji tena, ukiuliza mtu ni kwa nini? Ni kwa nini? Hana sababu ya kutosha. Sababu kuna Yesu amekaribia maishani mwako. Anataka umuone. Haleluya. Nayo maroho ingine inanukaga ndio uweze kuondokea Yesu akukose. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uishi kando mwaji. Kando mwaji ni kusema hivi kama hamjui wake, tawaambia kitu hamjui ambiwa nyinyi. Kuna mtu ndani yake ako na kazi ya Mungu, hata anaweza kuwa pastor ama anaweza kuwa mtu mkubwa ulimwenguni wa roho. Anakuja hapa akiwa eroda, anaanza kuzimwa akiwa eroda. Akianza kuzimwa azimike hata kiasi ataondolewa church. Ataenda church nyingine akatabulike na nani yeye ni eroda. Atakienda kusema ni eroda tabua kaa pale miezi 6 ama mwaka tukuone. Na hapa alitoa pesa, nguvu yake yote, masaa yake. Mwingine naye ni pastor ama servant, na ikiwa natumamo ama senior servant, alikuwa aende level nyingine akuwe pastor na Mungu amwaminie mambo makubwa. Kunatokea maroho ya kumzima. Mtu aliqualify kuzimika muda mrefu, au ndio tunaitaka akina nani? Tunawaitaka wachotaji maji. Tero sio kile kukona hata hiya maji. Ndio sio kile mwanale kule hata hiya maji mako mutulele hiyo. Si wapi lazima kuna wachotaji maji.
wachotaji maji wako. Mimi kuna safari nimeenda muda fulani na sina pesa, nikakuwa sina pesa. Lakini Mungu ananiambia uitise fulani fare. Kwanza ya familia mzima. Nauliza Mungu, kwa nini uninyime uniambie niitishe ule? Haya, tukaenda tena Mungu ananiambia ukiwa na ule usijali. Kuna hata masisi nimeenda juzi tu, Mungu akaniambia ukiwa na 70 bob kwa mfuko usijali, lakini utaenda na usijali na utaenda na utafika. Nililipiwa fare, nilikula lunch ya ajabu sana kabla hata kufika kwa masisi. Tukirudi ndio na nikalipiwa fare. Ile mali tu niliamua niongezee 50 ni pale Juja papa, ukiingia tu hii kitu ya Juja. Hii imeandikwa JQK wate. Kwa hapo hapo ndipo niliambiwa unaweza utuongezea 50 bob tu. Nikawaambia niko hapa na nikatoa. Ni sasa nikaipeana. Nikauliza Mungu, kwa nini huu mtu namtumianga hivi? Njoo akaniambia siku moja utajua. Sasa nikafika mahali nikaona huyu mtu hata kanisani si mzuri. Ripoti zenye napewa zake na watu wote si mzuri. Hai. Finally Jehova akaniambia huyu mtu muachilie aende. Naomba wewe muachilie aende. Why? No mutahana ni mai. Ona kuri ari thaici no mai arekatia. Mai matahanagirwo. Mai ni wathi waturwo kundu thi uhuthike ucoke umaga. No wakwa tu no thi kwa ngoma. Bwana Yesu asifiwe. Ukuje ishi na uifanyie kazi ufanyie kazi. Ndio sababu unaona wale watu wameitoka kanisa zingine na wakaja hapa. Na walitoka bila kuharibu kanisa, walitoka na kunyenyekea, na walitoka na njia za Mungu, wakaenda, wengine hata wamejikuta hapa. Wanapokuja hapa, ule Mungu alitumikia hadi na huko, na wakaacha amani na huko. Hao watu baraka zao zinatimia tu hata wakiwa hapa. Amen. Hapa mnaelewa? Unajua kuna wachungaji wengine hawajabeba baraka, kasi yao ni matusi, kasi yao ni kurushia wengine magonjwa. Kama mimi nimekwambia nilirushiwa magonjwa, inaitwa hiyo maomoeba, hiyo maisi vairoli kurushiwa. Kuna wachungaji unaweza kuna watu wameishi chini ya wachungaji na unakuta mchungaji anawarushia mavitu maroho. Sasa hao watu ule Mungu alitumikia huko sababu hakufanya dhambi pale, waliotoka na njia za Jehova wakija hapa Emmanuel, kazi yote walifanya hata kuingine hapa lazima watalipwa. Amen. Siwaambie lipa jua hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu lazima atawalipa, lazima atawainua. Lakini mtu alipo kuingine akuja hapa hasemi mimi nilikuja je wenyewe mchungaji Rogi. Nilifanya hivi na hasemi. Unajua hiyo kipepo kitakuja kitulia hapa miezi 2 3 kitulie. Lakini akienda hapo mwezi wa 6 wa 5 wa 6 akiendelea lazima hiyo mbegu itatokea. Kuna mwingine amekuja hapa akasema akakuta nikitumikia Mungu hapa, anza kusema reference. Ule mchungaji wa ajabu. Hii mko na mchungaji. Ule Mungu aliwapea kabisa. Hapo na upendo, ni mwema. Sasa hiyo tunaongea na yeye hivi akaanza kutocha mkutoto. Wao watu kisikia mtu anaongea ni mwema, sifa nyingi sana hapa. Ukijua mimi ni mzuri, shikilia kazi ya Mungu. Unajua ile debe ina mafuta inaambia kwa Kiingereza verte debe na ile debe iko na mafuta charity. Sasa watu wengine unakutaka mtu amekuja kumbe ni wa kujitotea maji. Mimi nachotea kwa by the way Afredi, mimi nachotea kwa maji. Na mtu akichoka na hapa anaweza kuanipa tena kuuza kama atacho hivi. Kimaliza na hiyo neighbor, kwa sababu unaona ishina kama hivi. Ukiona mtu akitoka na ni akina servant, mapasta, herald na hivyo. Hajatoka hadi atafanya nini ingine, ameenda kuchota maji. Kama ni Mungu atoke anafaa kutoka na heshima, aniambie mchungaji Mungu amenenea hivi na hivi, tuangalie kama ni Mungu tuombe sana. Lakini kuna mtu anashtuliwa hapa na maroho hiyo, anataka kuzimwa, anazimika. Mahali ataenda kutokea nakuta tena anagojewa. Wachungaji wanajielewa. Anatokea, anaenda kwingine anakuta tu ni maji anachota. Miaka inaenda. Na wengine ni watumishi. Haleluya. Amen. Ukija katika ulimwengu wa roho, umuite Yesu, akondoe kando mwajia. Ondoka kabisa, tumikia Mungu, ezidi kwenda